KTN News. Get the best of both worlds. This is KTN News. Karibu mtazamaji, ikiwa ndo mwanzo unajiunga na KTN News. Tupo kwenye kipindi cha Zilizala, ikiwa leo ni siku ya Jumanne tarehe 5 Septemba. Tumeangazia kufuzu kombe la dunia, haswa timu za bara la Afrika. Tukaangazia pia mashindano ya magari na kinachofanyika kule NOK na mwanahabari wetu Lynn Washira. Sasa kuangazia mechi za kufuzu kombe la dunia barani Afrika, ninalo jopo langu hapa, wanahabari watajika wa michezo. Vincent Opio Maluda, huyu ni mwanahabari ambaye anaandikia magazeti mbalimbali humu nchini, vyombo mbalimbali vya redio, na pia anachangia katika mtandao wa CAF. Vincent Opio Maluda, maarufu mitaani kama Wakala. Hali namna gani baba, na karibu kwenye Zilizala. Asante sana Hassan. Unajisikiaje? Kwa shwari. Chani tunayo hatuna? Kwa ndoto, lakini katika hali halisi itabaki kuwa story. Itabaki kuwa story, anavyoimba Mavoko. Pia tunaye baba Nora Steven Mkangai, ambaye huyu ni mtangazaji pale Radio Maisha, ndio maana unaona jezi ya Radio Maisha. Steven Mkangai, hali namna gani? Na sikutarajia habari hasi kama hizi kwamba Chani hatunayo, ni kwenye ndoto. Na wajua kwamba Hasani, adui wa taifa la Kenya ni Mkenya mwenyewe. Sidhani kama mtu kutoka Bongo ama kutoka Uganda atakuwa adui wa taifa la Kenya. Na anapotuambia kwamba labda Kenya kuandaa Chani ni zilipendwa, nadhani kwamba hapa kakosea. Kwa hivyo pana matumaini makubwa, na ulimwengu Afrika bara najua kwamba Kenya ilimpigia kura rais mpya wa CAF. Kwa hivyo lazima urudishe mkono kuonyesha liangaze tutakuwa wenyeji wa mashindano ya CHAN. Tutakuwa wenyeji wa mashindano ya CHAN, ndilo gumzo ambalo linaendelea mtazamaji, manake hapo kwenye CHAN ni ya Januari, lakini kwa sasa kufuzu kombe la dunia. Na mkiweza kutazama wenzangu, mechi zinaendelea. Kumbuka Morocco walipata ushindi wa magoli 4 ugenini, magoli 6 pamoja na kwamba Mali waliumaliza wachezaji wakiwa wachezaji karibia 9, kadi zilishuka karibia 3 nyekundu. Alafu Zambia pia iliongoza nyumbani, sasa inacheza na Algeria. Tunisia ilishinda nyumbani, sasa ipo ugenini. Ghana Kongo walikwenda sare, Ghana ikiwa ugenini. Hizi mechi zitakuwa za kumezea mate sana Maluda, na ukiangalia mpira wa kabumbu hakuna adabu, hakuna heshima. Kwa mara ya kwanza katika historia Zambia inaifunga Algeria mechi za kufuzu kombe la dunia. Tuliona majuzi. Utapata kwamba mataifa ambayo yanafanya vizuri ama yanazidi kufanya vizuri ni yale katika mashirikisho yao kazi inaendelea vizuri. Hakuna matatizo yoyote jinsi tunayo hapa nchini. Na ukiangalia Mali wamekuwa na hilo tatizo katika shirikisho sawia na Algeria, na ndio maana wakapoteza mechi zao. Sasa ukiangalia kwa Kongo na Ghana wana matatizo yao ya ndani, haswa kwa kocha wile James Appiah. Kwa hivyo kwao kupenya katika hilo kundi itakuwa vigumu, lakini kwa Tunisia nawapa asilimia kuweza kumpiku nani DS Congo, Jamhuri ya Kongo, manake walipata ushindi wa magoli 2-1. Na ukiangalia ile kundi, Ghana hali si mbaya, lakini lazima washinde mechi zao zote, na waombe kwamba labda Misri na leo watakapocheza na Uganda uende sare. Hali si nzuri sana kwao. Tayari mkufunzi wa Kongo Asha Salimu Amri. Steve, hali imekuwa ngumu sana ukichangia mechi za leo, bila kusahau Cape Verde na Afrika Kusini, na puzilia mbali kauli ya Maluda kwamba pana matatizo ya uongozi wa soka hapa Kenya. Na hilo labda nilivyokuambia kwamba Maluda wajue ni mwandishi wa habari wa michezo, na ufahamu zaidi labda zaidi yetu kwenye shirikisho la soka. Lakini ukiangalia sana mataifa ya Afrika, timu zinavyocheza mpira, mfano Mali, Morocco, Algeria, Zambia. Nilikuwa naangalia mechi ya Chipolopolo Zambia na Desert Foxes Algeria, ni kwamba mpira wa bara la Afrika unakuwa ni Kenya pekee ndio mpira haukui vizuri namna alivyosema Maluda. Lakini tuangalie kwa haraka tu, angalie kama Mali ndio malumbano mara kwa mara katika shirikisho yamechangia. Walipata kadi 3 nyekundu katika mechi ya mkondo kwanza na wakapigwa kule Rabat. Kwa hivyo wana nafasi kubwa, lakini vitakuwa ni vigumu. Angalia Morocco, ana kocha ambaye ana uzoefu wa mpira wa Afrika, ana nafasi kubwa kuweza kuwapa ushindi. Hapa naona ni kama si ushindi, ni sare kwa Morocco. Na Algeria, katika historia ni kwamba Zambia na Algeria timu ya nyumbani huwa na nafasi kubwa kushinda. Kwa hivyo atakayekuwa nyumbani katika kila mechi mpe nafasi ya kushinda. Na tuliona Algeria walicheza vizuri katika mechi ile ya mkondo kwanza, lakini kule kumalizia pakawa na matatizo. Mahrez ambaye alikuwa anataka kujiunga na Manchester kucheza, lakini leo akicheza watampiga Chipolopolo wa Zambia. Tunisia na Jamhuri ya Kongo. Ukisema kujiunga na Manchester, ni Manchester gani? Tunajua Manchester ni mji. Na Manchester City na Manchester United.
Wajua sinategemea. Wajua ukisema tu kujiunga na Manchester unamwacha msikilizaji ni kama ukisema Hasani kuna Bonoko na Original mpaka hata hapo tulipo hapa Standard. Lakini tuseme kwamba Manchester United yake Jose Mourinho. Maana yake nasema makusudi, maana yake City wamejitokeza leo na wakakaa na kwamba palikuwepo na lakini ni Jose Mourinho. Na kisha ukiangalia Dr. Congo na Tunisia, Tunisia wana nafasi nzuri sana katika kundi la kufuzu, na wao wanakisana kufuzu michuano ya kombe la dunia. Labda wakati huu wakipata tu sare hapa, wanahitaji sare tu kisha mechi mbili upate ushindi, wana nafasi ya kufuzu. Kongo, Ghana, hapa Ghana wanahitaji tu sare. Ingawaje Ghana wanahitaji ushindi, lazima washinde hapa na waombe labda Misri iteleze dhidi. Wote wanashikilia nafasi ya 3 ukiangalia. Vote vile mpinzani mkubwa ni Uganda, lakini Uganda ni kwamba katika historia Uganda mechi karibu 12 na Misri. Ni kwamba hakuna mechi imetoka sare, hakuna timu ya ugenini imeshinda. Kwa hivyo ni home team. Na Maluda, kama anavyosema Steve, ukiangalia katika historia ya kabumbu tumeona kwa mara ya kwanza Zambia imepata ushindi weekend dhidi ya Algeria katika kufuzu kombe la dunia. Kuna timu nyingi hazikupewa nafasi zikiwa nyumbani. Cape Verde ikaweza kuifunga Afrika Kusini magoli 2-1. Tukashuhudia Ivory Coast wao walipata ushindi ugenini dhidi ya Gabon, wapo nyumbani. Senegal ilikwenda sare, Burkina Faso inaongoza kundi hili. Lakini hapa ndo kuna kizaazaa. Amini usiamini, Egypt wengi walipigia upatu, Mkangai akiwa mmoja wapo. Lakini Okwi alifunga goli muhimu, Onyango alifanya kazi kubwa mlangoni, tunamjua mlinda mlango mzuri. Uganda wanaongoza kundi hili. Hata wakimega alama 1 leo kule Cairo, watu takula matoke. Sielewi mbona mashabiki wengi wana wasiwasi sana katika ratiba hii ya Misri dhidi ya Uganda. Ni ratiba rahisi sana kwa Uganda, manake wanahitaji. Ndio, Hasani, ukiangalia mechi za Misri, mwisho walishinda Egypt, Libya goli 1-0, walikuwa nyumbani. Lakini angalia ushindi ni ushindi. Hata ukipata goli 1 ni alama 3. Ufaransa juzi na Luxembourg. Kwa sababu baada ya pale Misri wamekuja kuondolewa na Morocco katika mashindano ya CHAN. Kwa hivyo wana matatizo yao, ile shinikizo la kufanya vizuri. Kumbuka haya ni mashindano ya kufuzu kombe la dunia ambalo mwisho kufuzu ilikuwa miaka sikumbuki hata ni mingapi. Lakini wakati wote usisahau kwa kulikuwa na msukosuko wa kisiasa na mapinduzi katika ukanda ule wa Uarabuni. Lakini Uganda kwao wanacheza ile for pride, na ukiangalia ratiba kama hii wamekwenda kuchukua alama 1 na wakiteleza Misri alama 3. Steve, Maluda anazungumza kwamba Uganda hapa wana kazi nyepesi dhidi ya Misri. Mimi ukiniuliza nahisi Misri baada ya kufungwa na kina Salah walipoteza nafasi pale mlangoni, kina Elnini na wapa nafasi ya kupata ushindi. Labda Maluda anazungumza hivi kwa kuwa babu yake anatoka Jinja. Labda ulivyosema na kwamba anawasilia Uganda, na katika mitandao mara nyingi sana wapongeza wakina Mawejo Uganda kasau wa Kenya. Lakini anaposema kwamba mara mwisho Misri ilipata ushindi wa goli 1, ni kama Uganda hapa ilipata ushindi wa magoli 4. Hapa ilipata ushindi wa goli 1, na michuano ya CHAN ni wachezaji wa ligi za nyumbani. Hapa kuwepo na kina Mohamed Salah hawakucheza, lakini leo watacheza. Katika historia nitakwambia na nitarudia, kwa mwekezaji yote ile, kama unataka kuwekeza, hii ni timu ambayo nitakuhakikisha kwamba kama kesho Misri itakuwa imetoka salama kupoteza, nitakurudisha pesa zako. Kuonyesha ile angaze hata nikiweka 40,000 hata 100. Ni kwamba hapa Egypt itampiga Uganda, na hilo halina mjadala. Halina mjadala. Watapigwa. Lakini Hasani, Misri wana shinikizo la kushinda, sio? Na si Misri tu, hata Uganda ukiangalia, manake ile kundi lao nilikuwa naangalia jinsi hali ilivyo. Manake Uganda wanaongoza wana alama 7, Misri wanaofuata kwa alama 6. Kisha unapata Kongo, Ghana. Kongo wao wana alama 1, Ghana 2. Tunaweza tukasema Kongo, Ghana kwa heri buriani. Vita ni Uganda Misri. Kama Misri itapata ushindi, itaishindia Uganda alama 2. Na Uganda ikipata alama 1 pekee, itakuwa inazidi kuongoza kwa alama hiyo 1. Kwa hiyo naweza nikasema timu zote mbili zinahitaji ushindi, lakini haswa mwenyeji Misri. Nikupe siri ya Uganda, wachezaji wa Uganda haswa utapata kwamba si wengi wanacheza bara Ulaya kama kina Mohamed Salah Liverpool na timu fulani, timu kubwa kule Uingereza. Tu wanacheza mpaka Ubelgiji. Ndio, lakini unapata kwamba Farouk Mia hata hachezi Standard League, yuko kikosi cha 3 kile hifadhi. Kwa hivyo kwao motisha yao ni kukutana na kina Mohamed Salah na kuhakikisha kwamba mimi nacheza Gor Mahia lakini hanipiti Godfrey Walusimbi. Kwa hivyo hao wote hilo ndio litakuwa ule usiku. Mtazamaji, Vincent Opio aka Maluda anasema chukua shilingi zako 20,000 weka hapa kwa Uganda Cranes. Steven Mkangai babake Nora anasema chukua shilingi zako 40,000 mpe Misri. Kesho wadai.
Hizo ni mechi za kufuzu kombe la dunia kutoka bara la Afrika. Twende nje kidogo ya bara hili la Afrika, twende barani Ulaya. Kulichezwa mechi chungu nzima hapo jana, lakini kubwa Marcus Rashford, tukasema mechi yake ya kwanza anaichezea Uingereza pale nyumbani kufuzu kombe la dunia. Wimbi zuri ambalo huendeleza kwenye Red Devils kwa maana Man United aliendeleza na kupachika goli la